Habari, merhaba, mimi ni Khamisi Salim, mwalimu wa Kituruki ndani ya Mapindi app, na leo ni somo la 5. Tunakwenda kuangalia alfabeti sasa za lugha ya Kituruki. Ziko ngapi, ni zipi, mchambo wake kidogo, vigawanyo vyake, na kuweza sasa kuweza kusoma herufi, na ili uweze kusoma neno na mwisho wake sentensi ukaandika, tayari unazungumza. Yani lugha kujifunza ni vyepesi sana nadhani, si ndio? Basi jifunze nami hapa. Alfabeti za lugha ya Kituruki ziko ngapi? Kuna alfabe 29. So kuna alfabet au herufi ndani ya lugha ya Kituruki ziko ngapi? Ziko 29. Sawa. Katika hizo herufi 29 zimegawika katika mafungu mawili. Fungu la kwanza ni hizi ambazo ni tunasema ünsüzler. Ünsüzler. Alafu fungu la pili ni ünlüler. Ünlüler. Sawa. Hizi ndizo, haya ndio mafungu mawili ya herufi za Kiarabu. Hizi hapa ünlüler. Sorry. Hapa ni ünlüler. Kwa hiyo ünlüler manake ni herufi nyepesi. Sawa. Na hizi ünsüzler manake ni herufi nzito ambazo ni consonant. Tunaweza tukazita ni consonant ambazo zile ni ABCD za Kilatini au za Kiingereza isipokuwa A, E, I, O, U. Lakini hizi ünlüler ni zile herufi za sauti, yani vowels. Sawa. Manake hapa tunaweza tukaziandika kwa sababu ni chache. Kuna A, kuna I, kuna E, kuna I, kuna O, kuna E, kuna U, alafu kuna U. Ziko ngapi hizi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hizi ndio vowel ambazo ni ünlüler, herufi za sauti. Alafu kuna zile herufi sasa, herufi mama, ambazo herufi ni shina katika maneno, ambazo pia tutakuja kuziorodhesha hapo baadaye. So huu ndio mgawanyiko wa kwanza wa herufi za Kituruki. Hapa tunaweza kama ni mfano K, M, sawa, L, P, P na kuendelea. Hizo ndio mfano wa ünsüzler. Sawa. Tutakuja kuziandika zote hapa kabisa. Labda tuziandike hapa kwa mtiririko. Sawa. Kwa namna hile kwamba herufi za vowels zinakuwa ziko 8, unajumlisha na zile herufi 21 ambazo ni za consonant. Unapata herufi 29 za lugha ya Kituruki. Sawa? Yeah. Hebu tuziangalie hizi 21 hizi. Ndio zipi hizi? Hizi 21 kuna herufi ambazo sio A, E, I, O, U ambazo zile tumeziandika. Ukitoa zile zinazobakia zote ndio zinakuwa ni ünsüzler, yani consonant. Kuna B, alafu kuna J, kuna Ç, kuna D, kuna F, G, yumuşak G, H, J, alafu kuna K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, alafu V, Y, Z. Sawa. Hizi ndio herufi za consonant katika lugha ya Kituruki. Ukiongeza na hizi hapa ambazo ni A, E, I, O, E na O, U. Hizi ni vowels
na hizi hapa ni consonant. Ukijumlisha na kwa 29. Sasa hizi na hizi ukizichanganya kwa pamoja inakuwa ni vile vile A, B, C, D, E, F, G kwa mtiririko ule ule mpaka Z. Lakini kama mtachunguza hapa, hatuna herufi W. Hatuna herufi X. Na hatuna herufi Q. Kwenye lugha ya Kituruki hizi vitu vya vipo. Na zipo ambazo zimeongezeka ambazo ni che, kuna she, kuna yumshage. Hizi ndizo herufi ambazo zimeongezeka kutoka herufi za consonant. Lakini katika vowels kuna hizi za sauti, kuna e, kuna u na kuna i. So i kwa sababu tunayo, alafu kuna i ambayo haina nukta. Hizi ndizo ambazo zimeongezeka kutoka kwenye vowels. E, u, e. Ni 3 ambazo zimeongezeka. Hizi nyingine a, e, i, o, u tunazo. 5 tunazo, zimeongezeka 3, zimekuwa 8 kwao. Kwa hiyo hizi kwa ujumla hapa ndiyo herufi au alfabet za lugha ya Kituruki. Kuna mgawanyiko mwingine muhimu sana tuzungumzie hapa. Katika hizi vowels, hizi vowels ambazo ni irabu, silabis ndio. A, e, i, o, u. Alafu e, i na e. Usomaji wake ni a, e, i, o, u, e, u, e, i, e, i, e. I nyepesi, e nzito. Tunaweza tukachora namna hii. Zipo ambazo ni nyepesi hapa na zipo ambazo ni nzito. Hii ni nzito, hii ni nzito, hii ni nzito na hii hapa ni nzito. Kwa hiyo hizi ni nzito. Hii e ni nyepesi, i nyepesi, e nyepesi na u ni nyepesi. Kwa hiyo hizi hapa ni nyepesi. Kwa hiyo tuna herufi mafungu mawili, kuna nzito na kuna nyepesi. Shika sana hivi vidude hivi. Hasa tuviandike kwa mfumo ambao umekuwa ni mzuri zaidi. Maana yake hapa tumechanganya. Kwanza tuanze na nzito, sio a, e, o, u, e, i, e, u. Kwa hiyo nyepesi, nzito. Nyepesi, nzito. Ukishika kanuni hii mbele tunakoenda kwenye klasi zijazo, basi itakuwa ni mteremko na vyepesi kabisa. Hutakuwa unashangaa kwa nini hapa imekuwa hivi, kwa nini hapa imekuwa na nukta, kwa nini hapa ina nukta. Hapana. Ukikamata hizi basi tutakuja kufahamishana mazuri sana kwenye klasi ambazo zinakuja hapo baadaye. Na mpaka hapa nadhani itakuwa ni imetosha, kwani tumeichambua alfabet ziko ngapi, zinasomwaje na hivyo. Labda zile consonant tunaweza tukazisoma mbili chache. Sauti ambayo inakuwa inatoka kwenye zile herufi za consonant kabla halijaundwa neno inakuwa ni e. Inakuwa herufi inakuwa na e. Kwa mfano a, kwa sababu a ni a, herufi yake ni a. E, i, o, u, e, e. Kwa hizi ni vowels, unaachana nazo. Tunakuja hizi consonant. Consonant zina herufi ya sauti ambayo inakuwa ni kama imewekwa e mbele yake. Si b, lakini sisi tunasema b. A, b, j, d.
A, B, J, D. Ndivyo tunavyosoma kwa mtiririko huo. Ke, le, me, ne, pe, ze, ye, te, se, he, je. Sawa. Kuna hizi herufi, hii ni che, che. Hii ni she, she. Hii ni je. Hii je. Je, je. Je, je. She, che. Yumushak. Ge. Hii ni yumushak, nyepesi. Ikiwa katikati ya neno haisomwi, huisikii, lakini inaandikwa. Sawa. Labda hizi ndio herufi za tofauti ambazo tungeweza kuzisoma. Nyingine zote zilizobakia ni za kawaida. Basi tukutane katika somo lijalo ndani ya Mapindi hapa hapa. Mapindi, elimu kiganjani.